Mtazamaji, ni kuhabarisha taarifa nzito kabisa juu ya Tundu Antipas Lissu, ambako madai yameibuka na kuibuka maswali mengi mitandaoni kuelekea maandamano tarehe 7 mwezi Julai. Kuna mjadala mpya umeibuka katika anga za siasa za Tanzania baada ya taarifa kusambaa mtandaoni zikimhusisha mwenyekiti wa Chadema Tundu Antipas Lissu na madai ya msimamo wake kuhusu haki, usawa na hali ya kisiasa nchini. Taarifa hizi zimechochewa zaidi na maelezo yaliyonukuliwa kupitia mtandao wa X yakimtaja makamu mwenyekiti wa Chadema John Heche akizungumza katika mkutano wa hadhara mkoani Njombe. Kwa mujibu wa chapisho lililosambazwa na akaunti ya Royal Media kupitia X, Heche amenukuliwa akieleza kuwa kuna watu wanaodaiwa kumfuata Lissu wakimshawishi akubali kuachana na siasa, atoke gerezani na aishi maisha ya faragha ughaibuni, akiahidiwa fedha, lakini akasema amekataa na kusitiza yupo tayari kupambana hadi mwisho kwa ajili ya wananchi wake. Katika taarifa hiyo hiyo, Heche amenukuliwa akiunganisha msimamo huo na hoja kubwa ya kisiasa, katiba mpya na usawa wa elimu nchini. Amesema mfumo wa sasa unaonyesha tofauti kubwa kati ya watoto wa viongozi na wananchi wa kawaida, akitoa mfano wa tofauti za shule anazodai zinaonyesha mgawanyiko wa kikatiba. Kauli hiyo imeibua mjadala mkali mtandaoni, baadhi wakiunga mkono hoja ya usawa na wengine wakihoji usahihi wa mifano iliyotolewa. Mjadala huu unakuja katika wakati ambapo siasa za upinzani nchini Tanzania zimekuwa zenye mvutano mkubwa, hasa kuhusu suala la mageuzi ya katiba, haki za kisiasa na nafasi ya vyama vya upinzani katika mchakato wa maamuzi ya kitaifa. Tundu Lissu kwa muda mrefu amekuwa akihusishwa na msimamo mkali wa kikatiba, huku akiweka msisitizo katika usawa wa raia wote mbele ya sheria na huduma za kijamii. Lakini kwa upande mwingine, kauli za John Heche zinaonekana kuendeleza hoja ya muda mrefu ndani ya Chadema kuhusu usawa wa fursa, hasa katika elimu na mfumo wa kijamii, jambo ambalo limekuwa likizua hisia tofauti ndani ya jamii ya Tanzania. Hata hivyo, mpaka sasa hakuna uthibitisho wa moja kwa moja kutoka kwa wahusika wakuu kuhusu maelezo yote yaliyochapishwa kwenye mitandao ya kijamii, jambo ambalo linafanya taarifa hizi kubaki katika eneo la mijadala ya kisiasa inayotegemea nukuu za mitandaoni. Kinachobaki wazi, mtazamaji, ni kwamba mjadala huu umeongeza joto la kisiasa nchini, ukigusa hisia za wananchi kuhusu haki, elimu na usawa wa kijamii. Wataalamu wa siasa wanasema mijadala kama hii inaonyesha jinsi hoja za katiba na usawa zinavyoendelea kuwa kiini cha mvutano wa kisiasa Tanzania. Kwa sasa macho ya wengi yanaelekezwa kuona kama viongozi wa kisiasa wataendelea kulizungumzia swala hili rasmi au kama litabaki kama mjadala wa mitandao ya kijamii uliopamba moto kwa nukuu na tafsiri tofauti mitandaoni. Mtazamaji, ni tamati katika hile. Ukiwa na maoni yako moja kwa moja, usisite kuandika kupitia Biomedia comment section, wakati mwingine tuweze kuangazia kwa kina.